Mambo vipi msikilizaji? Karibu katika kipindi cha Hali Halisi. Mimi ni Violet Bariki. Na mimi ni Alois Sazia. Kipindi hiki ni sehemu ya mpango ushirikiano wa digital Tanzania kupitia shirika la Teken Media Convergence kwa ufadhili wa ubalozi wa Marekani Tanzania kwa ushirikiano wa idara ya ofisi ya masuala ya Afrika nchini Marekani. Kipindi hiki cha Hali Halisi ni mpango wa kidijitali na imelenga kuwajengea uelewa wananchi, kukuza ufuatiliaji wa taarifa za vyombo vya habari, kupata kuelewa juu ya matumizi sahihi ya mitandao ya kijamii na kugundua fursa na hatari zilizopo katika maendeleo haya makubwa ya kidijitali, kwa pamoja kujenga na kuleta hamasa kwa wananchi katika kuleta mabadiliko chanya kupitia uelewa wa taarifa mbalimbali za vyombo vya habari, hasa katika maeneo ya vijijini na mijini. Kipindi hiki ni kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 6:30 mchana mpaka saa 7 kamili mchana, hapa Triple AFM 88.5, radio inasikilizwa zaidi. Karibu msikilizaji wa Triple AFM, radio inayosikilizwa zaidi, Jumamosi nyingine tena ambapo tunakutana leo hii. Unajua weekend ndo tayari imekushaanza. Imeshaanza hivyo. Na mara nyingi sana weekend wanasema ni Jumamosi, weekend inaanza Ijumaa. Saa 6 kamili za mchana pale. Mpaka Jumapili jioni. Hivi Jumapili jioni ndo weekend imeisha. Ndo weekend tayari inakuwa imekwishaisha. Alright, hii ni Hali Halisi. Na leo ni tarehe 11 ya mwezi wa 4 mwaka 2026. Lakini pia ishu kubwa ambayo tunazungumzia leo ni kuhusiana na faida za kutumia mitandao ya kijamii kwa ajili ya biashara, lakini pia kwa ajili ya kujenga brand yako. Oh, nice one. Okay, fursa za kidijitali ni nyingi. Sasa hivi ukigundua unakutana na content creators wanaitwa. Hawa content creators kweli kabisa, mtu unaweza kutumia kipaji chako, either ni uchekeshaji, either ni kuigiza na kadhalika, na ukatupia kwenye TikTok ama ukatupia kwenye Instagram ama Facebook na watu wakatazama. Ama sometimes ikiwa ni content nzuri au maudhui mazuri, unaweza kutumia kwenye YouTube, and then YouTube ikawa inakulipa, ama Facebook ikawa inakulipa, ama Instagram inakuwa inakulipa. Kwa kweli fursa ni nyingi sana kwenye digital. Na hata kama wajasiriamali wadogo ambao sasa hivi wanafanya kazi kwenye platform hizi ama majukwaa haya wanafaidika. Kwa mfano wewe umevaa t-shirt nzuri. Na wewe una duka lako, hebu tuambie kidogo. Ndio maana nakwambia kwamba hii issue ni kubwa sana na ni nzuri sana. Kwa sababu unapoitumia fursa hii kwa ajili ya kutangaza biashara yako, ndipo ambapo unapoingizia pesa, lakini ndipo ambapo unapata wateja. Usitegemee kwamba mteja utaenda kumgongea kugonga kwenye milango ya watu, kasema kwamba nauza hii nauza. Sasa hivi maisha ni ya kidigitali, lakini pia hii issue ya mitandao ya kijamii imelenga watu wote. Yaani mfanya biashara ambaye ni mkubwa na ni mdogo, wote ambao wanapaswa kutumia hii, haichagui. Issue kubwa tu ni namna ambavyo unavyozungumza, namna ambavyo unavyobrand biashara yako, ndivyo ambavyo unapopata wateja wengi. Kabisa. Okay. Alright. Karibu sana msikilizaji. Basi utatutumia ujumbe wako mfupi wa maandishi SMS kwenda namba 0782685925. Namba ni 0782685925. Baadaye kwenye upande wa simu leo kidogo kuna shida, kwa hiyo hatutaweza kupokea simu. Kwa hiyo tutatumia sana upande wa ujumbe mfupi wa maandishi, yani message, kwenda namba 0782685925. Sasa Vai, sasa hivi ngoja tusikilize wadau kutoka mtaani, and then tukishasikiliza tutarudi hapa kwa ajili ya kusoma ujumbe wao mfupi wa maandishi. Kwa majina yangu naitwa Deborah Male, natokea chuo cha Help to Self Help, kwa kutangaza kwa njia ya mitandao, pia kwa kushawishi watu kwa njia ya mitandao, kwa kutuma kwenye mbalimbali kama TikTok, Instagram, Facebook. Hivyo inaweza kurahisisha kwa ajili ya kukuza biashara. Je, mwenyewe kununua bidhaa mtandaoni? Hapana, sijawahi. Bado sijajua sana masuala hayo, ndio maana bado mpaka sasa hivi sijawahi. Kwa majina naitwa Alujaz. Mitandao ya kijamii ina mchango mkubwa katika kukuza biashara yangu. Mfano, naweza nikatumia kwenye kutengeneza branding yangu, mfano kupata viewers na kuelezea jinsi biashara yangu inavyo na kupata support kutoka kwao. Ilikuwa ngumu kidogo kwa sababu kwenye kununua bidhaa mtandaoni inahitaji kuwa na elimu kubwa. Maana lugha inayotumika kule ni tofauti na lugha ambayo tumezoea, lugha ya Kiswahili. Mara nyingi ni lugha ya Kiingereza. Sasa kutokana na hiyo inakuwa ni changamoto kubwa kwa watu ambao kidogo elimu yetu ipo chini.
Kwa majina naitwa Robson Mtu Mamuya. In short, mitandao ya kijamii imesaidia sana kukuza biashara yangu. For example, mimi ni dereva bodaboda. Kwa hiyo nimejiunga na Bolt. Kwa hiyo inanisaidia kupata wateja, kufanya biashara, kufanya transport from place to another. Kwa hiyo kwa kweli kwa mimi imenisaidia, na pia unakuta kuna wateja wengine naunganishwa nao mtandaoni. Kwa hiyo ungekuta sina mtandao nisingepata wateja. Kwa hiyo in short, mtandao unasaidia sana kuuza biashara yangu, na pia najiposti. Mimi ndio bodaboda niko Santana, kwa hiyo unakuta mtu akitaka usafirishaji, kwa hiyo unakuta ni rahisi kunipata kwa sababu ndio nimeshawahi kununua bidhaa mtandaoni Kikuu paka tu Arusha. Ukweli ina save time na ni cheap, but kuna changamoto wanazo. Unaweza kuangalia kitu mtandaoni, ni kitu labda ni shoes, ukakilipia ukamaliza kikaja, lakini kinakuja sio kama kile ulichokiona mtandaoni, unakuta kimepungua quality hivyo. Kwa majina naitwa Lucy. Ndio mimi nasema mtandao unaweza kukuza biashara yangu kupitia mitandao ya kijamii, kama vile naweza nikaiposti kule kwenye mtandao wa Facebook, TikTok, Instagram. Inapelekea labda naweza nikapata followers. Kwa mfano mtu ananifollow, anaweza kaniulizia kwa kule, kwa sababu ukishaweka kule inakuwa ni kama faragha, yani ipo wazi. Kwa una urahisi mkubwa kupata wateja, unakuwa uko juu. Nimeshakununua bidhaa mtandaoni. Ndio nimeshakununua bidhaa mtandaoni kutokea Dar es Salaam nikapatiwa Arusha. Kwangu mimi ilikuwa ni easy, maana nilipata mzigo wangu bila usumbufu wote. Mzigo wangu ulifika pale, nikapigia simu nikamwambia mzigo wako umefika sehemu fulani, kwa hiyo unapaswa kufuata pale. Nikatumia kwa sababu ilikuwa kuna umbali kidogo kufuata, nikatumia simu kupigia simu, nikamwambia wale kwenye ile ofisi wakampatia bodaboda. Kwa hiyo bodaboda akaniletea paka nilipo. You come and see me back the Mercedes. You know the spot you want. You've been here before. There we go. After my friends, you're out of town. You don't need to know what we doing after hours. I'ma need that back, boy, my turn. Spin the block and I give it a try. All the time that you spend in my mind. Yeah, you love when I'm drunk off the wine. Then I call you out of line. Yeah, you leave me on, then I follow you blind. Where
Okay, Violet, mambo yanaenda vizuri kama jinsi ambavyo yamesogea hapa. Alright, Violet, kuna ujumbe mfupi wa maandishi hapa umeanza. Nafikiri anasema anaitwa Ali kutoka Tanga. Anasema natumai Instagram, natumia Instagram kukuza biashara yangu ya nguo na namshukuru Mungu inakwenda vizuri sana. Tena sana. Haya, asante sana kutoka maeneo yale pale. Haya, mwingine anasema anaitwa Mama White kutoka maeneo ya Sakina. Jamani, ukitumia mitandao ya kijamii sana unaweza kukuza jina na ikawa bora zaidi. Tutumie vizuri, inaokoa sana. Alright. Of course, na inaokoa sana kwa sababu kama ulikuwa na biashara yako ndogo afu ukatumia ukaipost kwenye mitandao ya kijamii ukapata wateja, so inakuokoa kwa sababu ule muda ambao ungekaa usubiri wateja, mitandao ya kijamii inakuokoa kupata wateja wengi sana, lakini pia inakuingizia kipato ambacho ni kikubwa zaidi. Tofauti na ambavyo mtu labda ulikuwa unategemea kwa mwezi uingize shilingi kadhaa, lakini ukitumia mitandao ya kijamii unaweza kwa mwezi ukaingiza mara 2 au mara 3 ile ambayo ulikuwa unaingiza kwa mwezi. Okay, sawa. Alright, kwa mfano sasa hivi kuna magrupu ya WhatsApp. Kuna magrupu ya WhatsApp ambayo mwingine anatengeneza magrupu labda let's say anafuata mzigo China ama anafuata mzigo Dubai. And then wanakuwa na wale wateja wake 50 wa kwanza au wale wateja wake 20 wa kwanza. Aidha kama anauza hizi t-shirt, anauza jeans ama bags hizi wadada mnajua nyinyi, the handbag na kadhalika. Kwa hiyo anajua kabisa hawa wateja wangu 50 wa kwanza nikiwatumia kwenye group letu tu tayari nimeanza kupokea order kwamba niletee hiki na hiki na hiki perfume. Pokea perfume nyingi kutoka Dubai kupitia group ambalo niko nalo. Dada mmoja hivi ambaye anafanya biashara napenda sana kunukia na kadhalika. Kwa hiyo iko hivyo. Kwa hiyo mitandao kwa kweli inasaidia sana. Haya. Violet, tuende kwenye ujumbe ambao umetumwa hapa leo jioni, mchana huu kupitia kwenye The Drive kupitia kwenye hali najua ni mengi. Haya, tusome huu ujumbe hapo. Anasema ni kweli kuna watu wamefanya kuwa mtandao kama ni kitu cha kawaida sana. Sasa hivi watu wanaibia kwa kutumia kazi za watu. Nisome kama Samiri toka idara ya maji kwa mbunge. Anamaanisha kwamba kuna watu huyu atakuwa jirani yangu. Idara ya maji kujua kule atakuwa jirani yangu kabisa huyu. Okay, anamaanisha kwamba kuna watu ambao wanatumia brandi za watu. Okay. Yaani kimesi kwamba wanaiba brandi za watu alafu wanaposti ili kujipatia jina. Lakini hii sio nzuri. Kwa sababu gani? Kwa sababu unapofanya kwa mfano kuchukua brand ya mtu mwingine afu ukaipost kwako bila idhini yake, ni kitu ambacho anaweza kuchukulia sheria na pia anaweza kukufanyia ukichukulia sheria unajua unalipa. Unalipa au unaweza kufungwa kabisa. So ni kitu ambacho sio vizuri. Jitahidi kutengeneza brand yako mwenyewe ya biashara yako. Kila mtu ana riziki yake. Kwa mfano labda let's say tuchukulie brand kubwa. Sema tu unajua hao wengine huwa hawafuatilii. Wenzetu kuna mataifa mengine, let's say msiwezi kutaja mataifa gani. Unakuta ni Apple. Brand labda ya Apple anaitumia vibaya. Unaweza kutumia simu kumbe ni fake, ni copy na sio original iPhone. Umeona? Zipo hizo. Lakini ametumia ile logo ya brand ya iPhone. Sikile kama Apple ambacho kimeng'atwa hivi pembeni. Mwingine anatumia Nike, brand kubwa hizo. Lakini ukija kuangalia ile brand sio original Nike. Ni raba fake kabisa. Sio mwenye ile brand nyingi. Alafu sasa ubani kwamba wanauza bei ile. Hapo itakuwa ni high copy hiyo. Unaweza mpaka ujigundue, ni lazima uwe na jicho kubwa sana. Lazima uwe na jicho kubwa. Na issue ya promotion issue ya promotion pia ni sehemu japo pia. Kwa mfano kama unafanya biashara yako unaitangaza kwamba leo kuna asilimia kadhaa tumeshusha mzigo asilimia kadhaa hivi, so pia watu wawe makini kwa sababu sometimes mtu ndo anachukua hiyo brand anaweka kwake akisema kwamba kuna punguzo la asilimia kadhaa, alafu kienda kule
unaambia mbona hiyo kitu sasa au ilishaisha au ilishapita. So pia watu wawe makini, tutumie mtandao wa kijamii kama fursa kwa ajili ya kuweza kujipatia kipato, lakini pia kwa ajili ya kuweza kuhakikisha kwamba biashara zetu zinakuwa, tunapata wateja ili basi maisha yasonge mbele, kwa sababu biashara pia na isipofanya vizuri lazima itakuletea ukakasi kidogo. Okay, sawa. Nimeona kuna baadhi ya simu hapa zinaita, japokuwa leo kidogo kwenye upande wa simu kidogo hauko sawa, lakini tutajaribu. Haya, ngoja tupokee kama moja itakubali. 0743 021 021. Violet inajaribu kupokea hapa. Naona kidogo mtandao hauko sawa. Haya, Mariam yeye anatokea maeneo ya Sakina. Anasema tuko pamoja zaidi. Asante kwa AAA FM radio nasikiza zaidi. Yeye anatumia kwa ajili ya biashara zake mwenyewe binafsi. Lakini pia ni watu wanaagiza mzigo kupitia akaunti yangu ya Facebook. Kwa hiyo inanisaidia sana kwenye mitandao hii ya kijamii. Asante sana Mariam kwa ujumbe wako mfupi wa maandishi. Lakini pia njia nyingine ambayo labda mtu anaweza kupata wateja, tuangalie pia lugha ambazo tunatumia jamani. Tuhakikishe tuna lugha ambazo nzuri, lugha ambazo za kuvutia, zenye mvuto, kwa sababu unapotangaza biashara yako alafu unatumia lugha ngumu, unakuwa serious, biashara yenyewe inakuwa serious, haina wateja. So hakikisha pia unatumia lugha ambayo ni nzuri, unakaribisha wateja vizuri, lakini pia unaangalia pia, hakikisha pia unakuwa mwaminifu kwenye biashara yako, kwa sababu uaminifu ndio kipaumbele katika biashara ambayo unaifanya, kwa sababu usipokuwa mwaminifu hauwezi ukapata wateja wengi, kwa sababu asilimia kubwa wateja wanapenda uaminifu. Okay, sawa. Alright, na tutarejea hapa. Ngoja tuchukue kidogo burudani ya muziki alafu tutakuja. I'll be on the phone calling you tonight. I wanna make you show me, make we know the fight. I don't wanna sleep alone, wanna hold you tight, but I fool my eyes, but I'll be alright. Forever, on my laptop, on my keto, on my sheet on. Say them go feel it, them go run it down, them go hold it. Them go feel it, them go run it down, them go hold it, them go. I'll be talking to myself, and I don't even notice. She got me feeling like a zombie, and she dey shoot like Chuck Norris. The way she put her body down, you got me falling truly. I just touched down, when I see you now. So I've been on the phone, calling you tonight. I wanna make you show me, make we know the fight. I don't wanna sleep alone, wanna hold you tight. I fool my eyes, but I'll be alright. Forever, on my laptop, on my keto, on my sheet on. Say them go feel it, them go run it down, them go hold it, them go. Say them go feel it, them go run it down, them go hold it, them go. Haya. Asante kwa rekodi hiyo nzuri, na asante pia kwa kusikiliza AAA FM radio na usikizo zaidi. Hii ni hali halisi kutoka hapa AAA FM, kipindi ambacho kinakupatia elimu kuhusiana na masuala ya mitandao ya kijamii pamoja na internet
na of course tuko kwenye masuala ya digitali. Kwa hiyo ni muhimu sana kuweza kupata taarifa. Leo hii tunazungumzia kuhusiana na fursa ambazo unaweza kuzifanya ama unaweza kutumia mitandao kuzipata kupitia mitandao ya kijamii na digital. Hizi fursa kabisa ambazo sisi tumeona maoni ya wasikilizaji hapa, na tunashukuru sana kwa jumbe zenu ambazo pia mmeendelea kuzituma. Shukrani sana kwa kuendelea kusikiliza AAA FM, radio inayosikiliza zaidi. Sasa tuende tukamsikilize meneja wa TCRA Francis Miayo akituelezea vizuri zaidi kuhusiana na faida ambazo zinapatikana endapo mtumiaji wa mtandao wa kijamii akitumia vizuri. Ni faida gani ambazo tunaweza kuzipata kwenye mitandao ya kijamii? Umuhimu hata sasa hivi ndugu mtangazaji unauona, kwa sababu wewe mwenyewe sasa hivi ukiamua kutafuta taarifa, ukiamua kujifunza, ukiamua kuwasiliana na mtu mwingine yeyote, maana yake ni kwamba inaleta uharaka zaidi. Lakini vile vile inatupelekea kuwa na uchumi wa kidijitali. Uchumi wa kidijitali maana yake ukienda kwa wakulima, kwa mfano wapo wakulima wa vitunguu, wapo wakulima wa nyanya, wapo wakulima na wafugaji wa aina mbalimbali, ana uwezo wa kufanya biashara akiwa kwenye mitandao. Kwa hiyo maana yake uchumi kwanza unakuwa, lakini vile vile unarahisisha utekelezaji. Mwanzoni nilikuwa nataka kwenda kununua labda vyakula kwenda mahali, maana yake unasafiri kutoka sehemu moja kwenda nyingine. Lakini sasa hivi anakuambia naomba picha, nipigie picha yake nione, lakini vile vile nitumie taarifa, lakini anaangalia pia na bei na soko liko wapi ambalo linaweza kumwezesha mkulima au mfanyabiashara yote kwenda kuuza na kupata faida. Kwa hiyo sasa hivi ujio wa internet, ujio wa mawasiliano na tehama umeongeza na umeleta ufanisi zaidi katika uchumi, lakini vile vile umefanya watu waweze kufanya biashara kwa urahisi. Lakini wanafunzi wameweza kujifunza kwa urahisi zaidi. Sisi enzi zile wakati tunasoma ilikuwa ukikiona kitabu kimoja labda kiko shule moja wapo, inalazimika kumwambia mwalimu tunaomba hicho kitabu kiko sehemu fulani. Lakini sasa hivi kila kitu kiko kwenye mitandao. Ukienda kwenye mahesabu yako kwenye mitandao, ukienda kwenye sayansi iko kwenye mitandao. Kwa hiyo inarahisisha vijana wetu kujifunza kwa urahisi zaidi, lakini vile vile inarahisisha pia kutoa elimu kwa walimu wanapofundisha. Inawezekana kabisa ukawa na mwalimu bingwa wa hesabu akafundisha shule 2 au 3 4 tofauti kwa wakati mmoja kwa kutumia tehama. Lakini vile vile kwenye sekta ya afya kuna ile ya tiba mtandaoni. Maana yake ni kwamba mtu sasa hivi anaweza kujua kwamba daktari bingwa yuko sehemu fulani na anakuepo ofisini saa ngapi. Tofauti na zamani ulikuwa unasafiri, unaenda unamkuta daktari hayupo. Kwa hiyo unasubiri kwa muda mrefu, unakaa pale labda siku 2 au 3 ndio unaambiwa amekuja, na kuja kwenyewe saa nyingine hata umuone. Lakini siku hizi unakuta madaktari wanajisema kabisa kwamba mimi nitakuepo kazini kuanzia muda fulani mpaka muda fulani. Kwa hiyo karibu kwa ajili ya huduma ya matibabu ili uweze kupona na hatimaye uendelee kujenga taifa. I'll be on the phone, calling you tonight. I wanna make you show me, make we know the fight. I don't wanna sleep alone, wanna hold you tight. But I fool my eyes, but I'll be alright. Forever, on my laptop, on my keto, on my sheet on. Say them go feel it, them go run it down. Them go hold it, them go. Say them go feel it, them go run it down. Them go hold it, them go. I be talking to myself, and I don't even notice. She got me feeling like a zombie, and she dey shoot like Chuck Norris. The way she put her body down, you got me falling truly. I just touched down, when I see you now. I've been on the phone, calling you tonight. I wanna make you show me, make we know the fight. I don't wanna sleep alone, wanna hold you tight. I fool my eyes, but I'll be alright. Forever, on my laptop, on my keto.
Okay, asante kwa mheshimiwa hapa Francis Mihayo ambaye ni manager kutoka TCRA Tanzania, lakini pia ni mhandisi huyu. Yeye amefafanua kabisa faida zote ambazo in general ambazo tunaweza tukazipata kupitia mitandao ya kijamii, fursa kwa ajili ya biashara, kwa ajili ya jasiriamali, lakini pia internet in general. Asante sana mheshimiwa hapa kwa ujumbe wako ambao umetupatia siku ya leo. Tuendelee na baadhi ya SMS. Hai, tunaendelea hapa. Nafikiri ujumbe wake hapa ulikuwa umejirudia. Shukrani sana. Asante pia kwa Kasim, yanatokea maeneo ya Mianzini, anasema tuko pamoja mpaka tamati. Asante sana Kasim kwa ujumbe wako mfupi maandishi. Nimeona hapa ujumbe wako, shukrani pia. Omar kutoka maeneo ya Tanga pale Handeni anasema tukitumia vizuri kwa kweli kwa sisi watu wa mashambani mara nyingi ni tunatumia sana WhatsApp. Kwa hiyo WhatsApp imekuwa ni sehemu ya mpango wetu wa kuendelea zaidi na zaidi. Asante kutoka kule. Uzuri ni kwamba mtandao uko kila mahali sasa hivi. So hata watu wa kule manyumbani kwetu kule vijijini wanautumia vizuri kwa ajili ya biashara. So mtandao ni kitu ambacho ni cha muhimu sana endapo utaitumia vizuri, lakini pia usiishie tu kutumia wewe mwenyewe, pia unataka utoe elimu pia kwa familia yako, kwa sababu unaposema kwamba kwa sababu mimi ni baba au ni mama natumia mtandao vizuri kwa ajili ya biashara yangu, kwa hiyo watoto hawapaswi kujua, si familia, si babu. So unajua ile familia nyingine wanakaa wengi ya mnatakiwa pia elimu ipatikane kwa wote, kwa sababu wanavyokuwa wanakuwa kwa mfumo wa kidijitali, maisha ndio yalivyo sasa hivi. Kwa hiyo wanatakiwa waendelee kukua huku akijua kwamba mtandao una faida, yani wafundishe kwenye mfumo wa kutambua kwamba unapotumia mtandao wa kijamii hakikisha basi unatumia kwa lengo la kupatia faida. Sio hasara. Haya, na hasara zikiwa nyingi usitapeli watu. Tumia kama fursa. Usiotapeli kwenye mitandao ya kijamii. Bwana, tunashukuru sana kwa muda wenu. Asante kwa kusikiliza AAA FM. Acha tukuache na burudani mpaka wakati ujao tena, na asante pia kwa kusikiliza kipindi hiki cha Hali Halisi ambacho kimeletwa kwenu na Tech and Media Convergence kwa ufadhili wa ubalozi wa watu wa Marekani. Kwa upande wangu tukutane kesho. Kesho. Saa ngapi itakuwa? 12:30 asubuhi mpaka saa 4 kamili asubuhi. Haya, asanteni sana kwa kusikiliza AAA FM. Naomba tukutakie siku njema. Bye bye. Shit in your piss, you feel